Nilizaa na baba yangu mzazi bila kujua. Maisha yana njia zake za ajabu, wakati mwingine hukupa maumivu makubwa kabla ya kukuonyesha maana ya kusamehe, kuvumilia na kuanza upya. Kuna siri ambazo hufichwa kwa kisingizio cha kulinda amani, lakini mwishowe huzaa machungu makubwa kuliko ukweli wenyewe. Hii ni hadithi ya Neema, binti aliyekulia katika giza la umaskini na upweke, akitafuta upendo alioukosa tangu utoto. Bila kujua, alitembea mwenyewe njia iliyojaa mitego na hatima, hadi ukweli mchungu ulipomfikia na karibu kumwangamiza kabisa. Lakini pia ni hadithi ya toba, msamaha na mwanzo mpya. Neema alizaliwa katika familia maskini, akalelewa na mama yake peke yake tangu siku ya kwanza ya maisha yake. Hakuwahi kumuona baba yake wala kusikia sauti yake. Kwa Neema, baba alikuwa hadithi isiyo na sura. Kila alipouliza kuhusu baba yake, mama yake alikaa kimya kwa muda, kisha kumjibu kwa sauti nzito kuwa baba yake aliwaacha kabla hajazaliwa. Utoto wa Neema ulikuwa na mateso. Kulikuwa na siku alilala njaa, siku mama yake alirudi nyumbani usiku akiwa amechoka, miguu imevimba na macho yakiwa mekundu kwa uchovu. Neema alimpenda mama yake sana, lakini moyoni alitamani kitu ambacho mama hangeweza kumpa, upendo wa baba. Alipokuwa, pengo hilo lilizidi kuwa kubwa. Alisikia mpweke hata akiwa katikati ya watu. Alitamani mtu wa kumwambia binti yangu, mtu wa kumlinda, kumshauri na kumpa hisia ya thamani. Ndani ya moyo wake aliapa kuwa hatawahi kumruhusu mwanaume yeyote amtelekeze kama baba yake alivyofanya. Baada ya kumaliza shule, Neema alihamia mjini kutafuta maisha. Alipata kazi ndogo, lakini alikuwa na matumaini makubwa. Ndipo alipokutana na mwanaume mmoja aliyemfanya ahisi tofauti kabisa na wengine. Mwanaume huyo alikuwa na umri mkubwa, mwenye heshima, mwenye maneno ya busara na tabia ya upole. Alimsikiliza Neema kwa makini, alimpa ushauri na alimjali kwa namna ambayo Neema hakuwahi kuipata maishani. Alipomwambia hana baba, mwanaume huyo alionekana kuguswa sana. Alimwambia asijilaumu, akamfariji kwa maneno ya upendo. Taratibu mahusiano yakaanza. Neema hakujali tofauti ya umri. Kile alichokiona ni usalama, ulinzi na mapenzi ndani ya moyo wake. Neema alihisi amepata kile alichokuwa kikikosa maisha yake yote. Miezi ilipita na siku moja Neema aligundua kuwa alikuwa mjamzito. Habari hiyo ilimchanganya, lakini alifurahi pia aliogopa. Alipomwambia mwanaume huyo, alikaa kimya kwa muda mrefu sana. Hatimaye alisema atawajibika, lakini Neema alihisi kuna kitu cha tofauti ambacho hakiko sawa. Baada ya muda, mama yake Neema alikuja mjini kumtembelea. Alitaka kumwona binti yake na kujua anaishije. Siku hiyo, siku iliyobadilisha maisha ya Neema milele. Mama alipomwona mwanaume aliyekuwa na Neema alitetemeka. Uso wake ulibadilika ghafla. Alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akaanza kulia kwa uchungu mkubwa. Alitoa picha ya zamani iliyochakaa kwa muda. Ilikuwa picha ya yeye akiwa msichana mdogo, akiwa na mwanaume kijana, yule yule aliyekuwa mbele yao. Ukweli ulifichuka kwa uchungu. Mwanaume huyo alikuwa baba mzazi wa Neema. Neema alihisi kama dunia imemporomokea. Alilia kwa sauti, alipiga kelele, alitamani ardhi ifunguke mmeze, akimlaumu mama yake kwa kuficha ukweli, akimlaumu baba yake kwa kutelekeza familia na akilaumu maisha kwa ukatili wake. Baba yake Neema alishindwa kujizuia. Alipiga magoti mbele ya mama Neema na mbele ya Neema mwenyewe alilia kama mtoto. Alikiri kosa lake la miaka mingi. Alisema hakujua kuwa mama alikuwa mjamzito, na baada ya kugombana aliacha kila kitu kwa hasira na majivuno. Aliomba msamaha kwa machozi. Aliomba apewe nafasi ya kusahihisha makosa yake hata kama ilikuwa kuchelewa. Baada ya mshtuko huo, Neema alianguka kwenye ugonjwa mzito. Alipoteza hamu ya kula, alipunguza uzito na mara nyingi alikuwa analia kimya kimya. Alilazwa hospitali kwa muda. Ilikuwa ni matokeo ya msongo wa mawazo na maumivu ya kihisia.
Mama yake alimchukua mtoto aliyezaliwa, mjukuu wake akaamua kumlea mwenyewe. Alisema mtoto hana hatia na hastahili kubeba mzigo wa makosa ya watu wazima. Hatua hiyo ilimpa Neema nafasi ya kujitibu na kupona. Baada ya muda mrefu wa matibabu na msaada wa familia, Neema alianza kupona. Alianza kukubali aliyotokea, ingawa hayakuwa rahisi kusahau. Alijifunza kusamehe, si kwa ajili ya waliomkosea bali kwa ajili ya nafsi yake. Miaka michache baadaye, Neema alikutana na mwanaume mwingine. Mwanaume huyo alikuwa wa umri wake, mwenye moyo mwema, aliyempenda kwa dhati na kumkubali pamoja na historia yake. Hakumhukumu, hakumuuliza maswali ya kumuumiza. Alimpa heshima na upendo wa kweli. Hatimaye Neema aliolewa, alianzisha familia mpya, alijifunza kuwa na maisha yanaweza kuanza upya hata baada ya maumivu makubwa. Alijifunza kuwa hatima inaweza kubadilika pale mtu anapoamua kuchagua kusamehe na kuendelea mbele. Hadithi ya Neema ni funzo kwa jamii nzima. Inatukumbusha kuwa siri inaweza kuharibu vizazi na kwamba ukweli ukiwa mchungu ni bora usemwe mapema. Pia ni somo la toba na msamaha, kwamba hata makosa makubwa yanaweza kusamehewa ingawa hayawezi kufutwa. Zaidi ya yote ni ushahidi kuwa hata baada ya giza refu, nuru bado inaweza kuchomoza. Maisha hayamaliziki kwa kosa moja. Wakati mwingine huanza upya pale unapodhani yameisha. Na hii ndio hadithi na simulizi ya pekee ya binti Neema, ambayo ina uchungu ndani yake lakini ina funzo kubwa katika maisha yetu. Nilizaa na babangu mzazi bila kujua. Tukutane kwenye simulizi nyingine, simulizi ya pekee ambayo itaendelea kutupa mafunzo, kutufundisha na kuburudisha. Unaweza kutuambia ya kwamba umesikiliza simulizi hii kutokea wapi na umepata fundisho gani, na unadhani kwa upekee inaweza kufundisha wengi kwa kiasi gani? Karibu sana Jayz Media.